Wewe sio Mungu wa kushindwa. Bwana asifiwe sana. Mungu, mwambie tu Mungu, wewe sio Mungu wa kuisha. Na mimi mtumishi wako nimefika mahali pa kuisha, sitaisha, na wewe sio Mungu wa kuisha. Nitumanie, Mungu wangu ninene. Nahitaji sauti yako inipe mwelekeo. Amen. Bwana asifiwe. Nahitaji sauti yako inisaidie Mungu wangu. Na ndio sababu hapa hii sauti inanenea Gideoni. Sasa kuna ushindi ambao uko mbele ya wanani? Ya Gideoni. Kwa sababu hapa na Mungu. Sasa haogopi. Ndio, watu wenye warudi nyuma ni wengi sana. Kwa maana Mungu alimaamurisha Gideoni atangazie wale watu, awaambie hivi, wale ambao wanaogopa na kutetemeka, tafadhali mtokeni katika mlima Gileadi, mrudi manyumbani. Bwana asifiwe. Biblia imetuambia hapo mstari wa 3 kwamba wakatoka watu 22,000. Haleluya. Wakabaki watu 10,000. Ni kusema walikuwa watu 32,000. Bwana asifiwe sana. Hao ni watu wengi sana. Wameenda. Lakini kwa nini? Gideoni bado hastuki. Asemi sasa vita itakuwa ngumu. Kwa nini hastuki? Kwa sababu ako na Mungu. Haleluya. Kwa sababu ako na sauti ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu ya neno hili naomba kuchukua jina la Yesu. Kila mabaya ambao yako mbele yako Mungu ajidhihirishe. Bwana asifiwe. Usisituke tena kwa sababu ya Mungu wa Gideoni. Haleluya. Wewe ndio Gideoni siku ya leo. Ili neno limekuja kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Ule ushindi wa Gideoni ni wako leo, kwa maana Mungu imempendeza usome vile alitendea Gideoni, ndiye akutendee kwa jina la Yesu. Piga Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Yes. Mungu anaponena aneni tu ikuwe aditi, lakini ananena ndiye afanye nini? Atende. Haleluya. Yesu alikuwa anafundisha habari za kutenda wema, lakini anapofundisha wale wanafunzi habari za kutenda wema, alikuwa anatenda hiyo wema kwa mifano waone. Bwana asifiwe sana. Ndio unaona alikuwa anaingia mahali penye mtu ameteseka, huyu mtu waone ni kipofu, anamfungua macho ili waone wema ambao Yesu anatenda bila kulazimishwa. Anatenda wema kwa kupenda kwake, kwa hiari, kwa ile ambayo iko ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Nataka niseme hivi siku ya leo, wema wa Bwana ambao uishi, au nataka siku ya leo kuonekania. Wewe ndiwe Gideoni kwa jina la Yesu. Yule Mungu alipea Gideoni ushindi na akunenee kwa maisha yako. Haleluya. Akunenee kwa mambo ambayo ni magumu umeishi kuyaona. Kwa jina la Yesu. Ile ukuta ambao ulikuwa umeona. Haleluya. Yeye ndiye aliangusha ukuta wa Yeriko. Kwa jina la Yesu akuonekanie. Kuta za mapaya sianguke. Hakika uweze kuona nuru ya Roho Mtakatifu ya baraka. Uvuke ng'ambo ile ya mafanikio yako kuanzia siku ya leo kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Kubali tusome mstari wa 4 tuone vile Bwana anatufundisha. Bwana akamwambia Gideoni, hata sasa watu hawa ni wengi mno. Uwalete chini majini, nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Kisha itakuwa ya kwamba yule atakaye kuambia huyu atakwenda pamoja nawe, ndiye utakaye kwenda pamoja nawe. Na mtu yule nitakaye kuambia huyu hataenda pamoja nawe, basi mtu huyu hatakwenda. Bwana asifiwe. Mstari wa 4. Watu wamebaki 10,000 kutoka 32,000. Watu Mungu ananenea Gideoni. Anamwambia watu ni wengi sana. Unajua nini tunafundishwa siku ya leo? Bwana asifiwe sana. Lazima tujifunze kuisikia sauti ya Mungu hata kama tuko katika hali ya hatari, kwa sababu bila sauti ya Mungu ama bila mwelekeo wa Mungu ama bila maagizo ya Mungu, Bwana asifiwe sana, hatutaweza. Sasa ilisababisha Gideoni anapoambiwa anatii na anafuata. So ile mfano ya Gideoni tuifuate leo, ndio ushindi wa Gideoni uweze kuwa upande wetu. Bwana asifiwe sana. Unajua kama mwanadamu unaona wa Midiani ndio wale hapo umepunguziwa wanajeshi na wale wa Midiani bado ni wengi hawajapunguzwa, utastuka. Hata unaweza uliza Bwana swali, na Bwana sasa umenipunguzia wanajeshi hawa 22,000 wote wameenda, na wale wa Midiani bado ni 50,000, si watatumaliza? Bwana asifiwe sana. Lakini Gideoni akuuliza Bwana swali. Haleluya. Maana anajua nguvu zilizo katika Mungu aliye hai.
Anajua nguvu zilizo katika Mungu wa Israeli, Bwana wa majeshi, Jehova. Haleluya. Anaitwa Jehova Nisi, Mungu wa ushindi, bendera ya ushindi. Bwana asifiwe. Sasa Gideoni anajua ushindi ulio katika huyu Mungu. Haogopi hata kama Wamidiani ni wengi. Astuki. Anaambiwa sasa hata watu uliona ni wengi. Anakusa Bwana nifanye nini? Anamwambia wapeleke pale kwa maji na nitawajaribu, ambaye nitakwambia uende na wao ndio utaenda na wao, na wewe nitakwambia hauendi na wao hautaenda na wao. Bwana asifiwe. Gideoni alifuata maagizo. Wapendwa, tujifundishe kufuata maagizo siku ya leo ndio tuwe washindi kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana asifiwe. Hata wakati mwingine hata mimi nauliza Mungu maswali, lakini neno la Mungu leo limenifundisha. Sitauliza Mungu maswali. Nitamwambia Mungu sasa nifanye nini, nipe maagizo. Mungu sasa nifanye nikitirishe, nipe njia. Haleluya. Hata anajua wewe umeuliza maswali. Mungu, kwa nini ukakubali mimi nifanye nini? Mambo kama hii magumu nipitie. Kumbe hata fatali ni waje kuokoka. Unafikiri watu wangapi wamerudi nyuma kwa sababu ya Mungu kujaribu kuwaelekeza na wataki kufuata kuelekezwa, wanauliza maswali. Bwana asifiwe. Namba kubwa sana. Kuna watu wengi leo wanakunywa pombe. Hata kuna mahali nilienda nikapata mlevi anahubiri. Bwana asifiwe. Amekunywa pombe lakini anaongea point. Haleluya. Kuna kitu alikuwa anasema mpaka nikasikia huyu mtu ni kama alikuwa ako na ile mtu ya uinjilisti lakini pombe ikamumesa mbele. Anasema kuna mahali Mungu aliona wanadamu akawasikii. Bwana asifiwe. Akawaambia wacha tu watoke kwa shamba lile, nikajua naongelea kuhusu Adamu na Hawa. Bwana asifiwe. Lakini ujue sio Mungu aliwatoa, ni ile kutotii agizo ndio iliwatoa. Kwa maana wao waligundua wako uchi wakakimbia kujificha. Hakuna mtu alikufurusha. Dhambi yao ndio iliwafurusha mahali pale. Bwana asifiwe. So ule mlevi alikuwa na upili na mahubiri ambayo anahubiri iko na ufunuo na uzito, lakini ni mlevi yako katika kifungo ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema nini siku ya leo? Mungu ameishi kukunenea. Mungu ameishi kutamani umuulize utafanya nini, akuelekeze njia. Lakini kwa bahati mbaya au kujua Mungu anataka nini, ukalalamika, ukavunjika moyo. Shetani akakubali, akatangulia kukushawishi uenda hata kuomba ukawacha. Lakini wacha nikwambie, bado Yesu anakupenda. Amen. Bado kuna sauti ya Mungu inakuita. Haleluya. Bado kuna sauti ya Mungu inanena katika yale magumu ulio na uweze kutoka ndani. Kuna sauti ya Mungu inataka ikutoe katika shida na kilio kwa jina la Yesu. Hii sauti ya Mungu inaendelea kupunguza watu ndio ilete ushindi kwa taifa la Mungu Israeli. Wacha tusome mstari wa 5. Sikia vile Bwana anatuambia mstari wa 5. Biblia inasema, basi akawaleta watu chini machini. Bwana akamwambia Gideoni, kila atakaye yaramba maji kwa ulimi wake kama vile arambavyo mbwa, huyo utamweka kando. Kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa na